Watazamaji, kidogo tuingie hapa studioni tulizamie swala ambalo linang'oa nanga leo hii kote duniani, na ni swala zima la maadhimisho dhidi ya dhulma za jinsia. Kuna zile siku 16 ambazo huanza rasmi kuanzia tarehe 25 mwezi Novemba hadi tarehe 10. Niko na wageni hapa studioni. Niko na Mugambi Gatati, huyu ni mtetezi wa dhulma za kijinsia na vile vile ni mwakilishi wadi maeneo ya Salama pale Laikipia. Atakuwa anatueleza wako na mswada ambao tayari wamewasilisha ama wanapania kuwasilisha katika bunge lile kuhusiana na kukabiliana na dhulma hizi za jinsia. Vile vile niko na mwanadada ambaye sitamtambulisha, bila shaka atakuwa anatueleza kisa chake. Karibuni sana. Asante. Na mnataka tuanze na wewe mwanadada, tutakuita Martha leo. Martha, kwa kifupi tu nataka unieleze jinsi ulipitia dhulma za kijinsia, hususan ukeketaji. Pengine kwa kifupi ulikuwa umri upi, na tueleze vile mmekuwa na huu mpango mzima wa kurejeshewa kile kinembe. Hebu tueleze. Okay, asante sana. Hiyo process ya ukeketaji ili happen when I was I think 12 years. Venye I think nilikuwa bado shule, katika shule ya Umonza ndo primary school, na nilikuwa mtoto mdogo sana, sikuanga naelewa hii mambo ya kwamba there was that thing yenye ilikuwa inaendelea. Nilikuwa nasikia hapo awali, nilikuwa nasikia wasichana wakisema kuna kitu kama hiyo wanga inaendelea after mtu amemaliza darasa lake la 8. So tukiwa shule kuna wale wasichana wenye ungeona ni wasichana ambao wanajifanya wao ni wakubwa kuliko wengine, au sasa ni wale tayari walikuwa washapitia hiyo I think hiyo stage ya ukeketaji. So after me I remember kulikuanga Ijumaa jioni hivi, mama yangu akaniambia kwamba ananituma kwa shosho yangu the following day, ya kwamba kuna kitu alikuwa anataka nende nikamfanyie. So venye nilifika kwa na mimi nikasema ni sawa tu, nisingeweza kupingana na mama yangu nimwambie ya kwamba sitaweza. So nikaenda hiyo siku iliyokuwa inafuata, only for me to find out like kwamba ilikuwa sana pelekwa huko ili niende nikafanyiwe kile kitendo. Pengine ilikuwaje hiyo experience? Ilikuwaje baadaye ikizingatia kwamba huyu ni mzazi ambaye amehusika? Ilikuwaje? Uchungu pengine kifupi. Inakuanga uchungu sana cause you know hao mama wa kijinsi ambao ufanya ama utekeleza kile kitendo hawatumiangi dawa yoyote ya maumivu ile. So ni wewe fenye huko, kama let me ask you, ukikatwa tuseme saizi ukatwa na kawembe hapa, si unasikia kama unasikia uchungu. So hiyo unashikaniwa na wamama wale washosho wase, sio ati ni wasichana wanakushika kama wamama, ni washosho wale ambao ni wazee washosho wanadoganga wanaenda wanakushika. And then kuna yule shosho mmoja sasa mwenye alikuwa amehitimu kutekeleza ile kitendo ya kuoreva hiyo ya mutilate. So hakuna dawa yote utapatiwa, hakuna painkiller zozote utapewa, hakuna anything. Wanakushika tu, wanakukata, and then breeding, hakuna kitu yoyote ya kustopisha hii breeding yenye una breed, because inakuanga ina breed until yenyewe sasa inaacha kubreed yenyewe. So unamwaga damu hadi yenyewe sasa inaisha, inaacha kumwagika sasa. Pole sana. Unasikiza kisa chake huyu mwanadada. Hizi siku 16 tunapoadhimisha dhulma hizi za jinsia ama maadhimisho dhidi ya hizi dhulma, ni mambo kama haya ambayo tunajaribu kuyapigania dhidi yake asiendelezwe katika jamii. Sijui wewe kutoka kwa mtazamo wako na vile vile kutoka kaunti ya Laikipia, pengine ni vipi tunaweza ungana kama jamii katika kuhakikisha kwamba tunakomesha vitendo kama hivi? Manake unasikia yeye ni mzazi mwenyewe ambaye anahusika, ni jamii nzima ambayo inahusika. Ghafla binvu hakuwa hata ametayarishwa kisaikolojia. Asante sana kwa kunikaribisha kwa studio yetu leo na kuchangia msaada leo. Kwa majina mimi ni Mugambi Gatati kutoka Salama na wakilisha ward hiyo na Laikipia. Na nikichangia, kwanza niseme pole sana kwa mwenzangu mwenye alipitia hayo, lakini nataka niseme leo kuna maneno mingi ama hatua mingi zinaweza fanywa ndio maneno kama haya yasitokee tena. Kule Laikipia sisi tunataka kuweka mswada kadhaa kwa bunge yenye itazuia vitu kama hizi kufanyika. Ya kwanza, tarehe 30 tuko na awareness tunafanya pale kwa ofisi ya governor wetu
Mheshimiwa Joshua Irongo, tukishikana na groups za vijana, makanisa na nini, ya ku create awareness kuhusu hizi vitu ziko katika jamii na zinafanyika, na tunatafuta pia watu kama hawa waadhiriwa wenye wanaweza kuja waongee na pia wale wengine wako nyuma, wale wasichana wadogo, wale wanaweza kuwa wao pia kesho wanaweza kutana na haya. Kwa miswada, tunataka kuweka miswada ambayo itakuzuia vitu kama hizo kufanyika. Kwa mfano, kuna hii FGM. Tunaweza weka mswada hiyo FGM, nakuta katika jamii za Laikipia ama katika Kenya wanafanya FGM katika ceremonies, zile traditional ceremonies. Sasa tutaweka miswada katika county government ku make sure that hii ceremonies hazifanyiki, ndio tusikute wasichana wetu wanajikuta katika haya. Na pia tunaleta miswada ya kuleta rescue centers, kwa sababu ukijua kitu kama hiyo nataka kutendeka katika jamii, kuna ile wanaweza toa habari na waletwe katika rescue centers za county government. Bila shaka. Na nataka turudi kwako kidogo, tuambie sasa masomo yakawa vipi, alafu tueleze huu mpango ambao mmehusika nao wa hii reconstruction surgery. Hii shughuli ilifanyika wapi? Ulijuaje kuihusu na pengine imekufaidi? Okay, kuanzia na masomo after ukeketaji uli take place, you know, masomo haikurundi kuwa the same again, because once nimerundi nyumbani sasa kwa mamangu, kuna ile expectations ambazo alikuwa anatarajia kutoka kwangu sasa, and she was like, sasa unjue ya kwamba wewe sio mtoto tena, wewe sasa sio yule msichana ambaye alikuanga msichana mdogo, sasa wewe sasa umehitimu, wewe sasa unafaa kuwa kwako, in a way that wewe sasa ni mwanamke mzima tayari. Nikirudi nyuma kidogo, masomo yangu hata si wazazi wangu walikuwa na gharamia kulipa, nilikuwa na I was sponsored. But sasa unaona, sasa after the cut, mamangu sasa anasema sifai kuendelea sasa tena na masomo, juu sasa nafaa kuwa kwangu sasa. Nilitoroka nikaenda kwa shosho sasa upande wa baba yangu, because huyu alikuanga ambit understanding, angenielewa, tungeweza kusikizana naye, tungeweza kuongea, tungeweza kuzungumza naye. So after nilimwelezea kila kitu ambacho kilikuwa kime happen, I remember aliandikianga baba yangu barua, because my dad was alive at that time. Akamwandikia barua, akamwambia she was demanding an explanation as to why anaweza akaruhusu mambo mengine ifanyike na aweza akastopisha ama aweza akafanya isiendelee. So masomo yangu ilikuwa affected tena sana juu sikuweza kusoma vizuri. Juu my mom was like, hata ilifika a point nikaletewa hata mchumba wa kunioa, and I was very young, nilikuwa msomo mdogo sana. So nilitorokanga nyumbani, nikaanza kufanya kazi za sayaya ama housemaid. Mimi nimezifanya sana hizo. Nilikuwa nasifanya just kupata shelter, kupata mahali pa kulala, kupata hiyo at least chakula, kwa sababu nikienda nyumbani hakuna amani. Nikienda wapi hakuna, kuna hiyo, kuna stigma. Ilikuathiri sana vile vile. Tena sana. So nikakuwa natafuta kazi za nyumba nafanya. Until nakumbuka kuna nyumba mboma moja nienda kufanya kazi, nilikuanga nimeruhusiwa, kulikuanga na laptop kwa nyumba. Nilikuanga nimeruhusiwa kila kitu. So wakati wenye nyumba wanaondoka wanaenda kazini, na mimi nikibaki nikishamaliza kazi zangu, nilikuwa naenda kwa ile laptop, naanza kufanya shughuli zangu. Unaona, sasa nikaanza kufanya research, nikaanza kujiuliza, kwani whatever happened haiwezi ikakuwa reconstructed? Hakuna njia yote nyingine inaweza ikarejesha what was cut out. So, and in the process, that was in 2018, 2019. And in the process, nilikakunja, I came across organization ilikuwa inajiita Critorine. It is an NGO. I think wazungu hivi wanatembeanga nchini, wanashughulikia hiyo mambo yote at a small fee. Hiyo ni ile unagharamikia mimbi transport yako nini na nini na nini. At that time ile pesa, na tukawasiliana nao kupitia email, na wakaniambia ile siku ambao wangekunja kufanya hiyo surgery ambayo ilikuwa ni reconstructive. Hiyo wakati you know that time ile salary wandanda walikuwa na lipo kufanya kazi ya housemaid ilikuwa kidogo sana. So ile pesa ilikuwa inahitajika for me that time, singeweza kupata. So sikuenda that time 2019. So nikaendelea nikifuatilia nikiandika email nikiwauliza when are you coming back,
they were to come back in 2020 but juu ya corona hawangeweza kufika. So hii mwaka pia nikakuwa pia nawaandikia emails nikitaka kujua wanakuja tena lini, until wakanikonfirmia kwamba walikuwa wakuje this year November, hii mwezi sasa. Hebu nataka uniambie, so mwezi wa November wakakuja. Kwa hivyo mpango wenyewe, shughuli yenyewe ilifanyika lini na ilikuwaje? Hebu tueleze. Actually last week on Friday. Hiyo ndio nilifanyiwa hiyo sasa operation last week on Friday. Na ikoaje, pengine we mwenyewe umeipokea vipi? Maana kuna wasichana wengi hawajui kama ikawezekana kwamba baada ya wewe kutolewa kile kinembe chako kwamba kinaweza kikarudishwa, pengine inafanyikaje? Ni kitu artificial ambacho unaekewa? No, it is not artificial. Sio artificial hata. It's like ni ngozi. Kwenye ulikato wanga ni kama wanafunua hiyo scar. Kwenye ulikato wanafunguanisha, kuna nyama uanga zimebaki na huko ndani. So hizo nyama ndizo uanga zinarejeshwa sasa. Yeah. So si ati ni artificial, si ati ni plastic. It's me, ni mwili wangu. Kwa unajihisi afadhali kidogo kulingana vile kuna hisi? Nasikia saizi niko na self esteem ya kutosha sasa, naweza nikaongea hiyo, nikaongelea hilo swala bila aibu yote. Mheshimiwa, unasikia hapo, ni swala ambalo lilikuwa limemfanya kunyong'onyea sana, mtu anajichukia. Pengine tufanyeje? Maana ni swala ambalo lingali linaendelea katika jamii, wengine wanaendeleza kimya, wengine ni hadharani. Kama jamii tunapofanya haya maadhimisho ya siku 16, tunafanya tu kwa sababu hatuna kitu kingine cha kufanya, ama kweli kabisa tunapunguza visa kama hivi? Ni ukweli hizi vitu ziko katika jamii, na ukisikiza hadithi yake anasema alikuwa anatafuta mahali pa kwenda. Anasema mpaka akapotea. Hapo ndio serikali inakuja. Inastahili county government na conjunction ya national government kukuwe na rescue centers zenye ziko katika kila mahali. Ndio mwadhiriwa akipata hiyo shida anaweza pelekwa huko ama anaweza jipeleka. Pia tunastahili tuwe na hotline number yenye kama yeye anasema aliingia kwa email. Unaona, hiyo haingekuwa ni kitu ambayo ingefanyika kwa haraka. Lakini kungekuwa na namba fulani, hotline number kama ile ya polisi ama ingine, angepiga hiyo na angekujua. Kuna kitu nyingine ningetaka kuongezea. Hizi vitu zinafanyika katika familia na inafanywa na watu wenye mnakaa na wao. Kwa hivyo tukicreate awareness, tutengeneze watu wajue, wakuwe na information ati hizi vitu ziko, na ikifanyika unastahili upige hii namba na kuna rescue center kama hii. Pale Laikipia sisi tutajaribu kufanya hayo. Tutajaribu kuhimiza county government yeke rescue centers, na katika hizi siku 16 create awareness ndio iende katika jamii. Tutafute mtu mwadhiriwa kama huyu mwenye amejikubali sasa akuje aongeresha wale wengine. Ndio wasichana wale wadogo na wengine wajue hizo vitu ziko, lakini ikifanyika sio mwisho. Nimefurahi kusikia kwamba amefanywa ametibiwa sasa na amefanywa surgery. Sasa hiyo ni kitu mzuri, pia iende ifikie wale wengine tayari wako affected. Wajue pia wanaweza rudishwa kuwa ile awali bila walikuwa awali. Hadhi yake kama mwanamke iregeshwe. Na pia itawasaidia kwa masomo. Kitu nyingine, kwa hiyo anasema alikosa hakuwa na mtu wa kumpeleka shule. Hao waadhiriwa wakipelekwa rescue centers, tunaweza lete wafadhili NGOs, tufanye partnership, waendelee sponsorship, wapewe masomo yao kama kawaida, wakifanywa pia vitu zinaitwa counseling sessions. Lakini unakuta katika Kenya yetu counseling sessions zinalipishwa pesa mingi. Kwa hivyo pia hiyo mswada tumeweka kwa bunge yetu, na tumesema counseling sessions zipeanwe na county government for free. Nataka tumalizie muda ndio huo. Uliendelea na masomo yako ya sekondari ama uliachia hapo? Niachia hapo. Uliachia hapo. Yaani ilikuathiri kiasi cha hicho. Na sasa pengine kwa ujumla tunapofanya haya maadhimisho ya siku 16, wewe ujumbe wako unakuwa upi, na hususan kwa wale wazazi ambao wanashirikiana na jamii kuendeleza mila na tamaduni kama hizi ambazo zinaathiri maisha ya baadaye ya watoto wao? For one, I think hii sio mila na utamaduni. Hii ni abuse. Hii sio kitu tunaweza tukasema ni utamaduni. Kuna zile tamaduni ambazo zinajulikana, unaona, lakini hii sasa ya kukeketa msichana, hiyo sasa sio utamaduni haswa. Hiyo ni abuse. Msichana anakuwa mentally abuse, yani hiyo msichana akuangi ni yeye tena. And then I think wamama ama wenye watu wa jamii wenye
wanafuata mambo kama haya, I think wanahitaji pia kuelimishwa. Wanahitaji kuelimishwa, because I remember back then kulikuwanga na an organization ambayo ilikuwanga inaongelea kuhusu mambo ya FGM and how to stop FGM, but still mambo kutoka hiyo wakati hadi saizi mambo wange inaendelea. So ningependelea tena sana hawa kina mama, watu wa jamii, at least wakuwe na hiyo I think knowledge ya kwamba hii sio utamaduni, ila hali uanga msichana ni dhulma. Naam, bila shaka huu mjadala tutakuwa tunauendeleza siku nyingine. Kwa leo muda umetupa kisogo. Nataka pia ugusie kidogo ule mswada ambao mnaleta kuhusiana na masuala ya akili ama afya akili, mental health, pengine mmefikia wapi unapomalizia? Asante. Tuko na mswada ambao tunaweka bunge wiki ijayo. Inaongea kuhusu mental health bill ambayo tunataka kuweka mikakati ya kuona vile tumesaidia watu wengi, especially vijana na wamama, kwa sababu kuna watu wanapitia vitu mingi, na ukichunguza saa hii kuna vifo mingi, watu wanajitoa uhai kwa sababu ya frustration mingi kwa maisha. Kwa hivyo sisi tunaweka mswada next week. Tumeanza kufanya research, tufanye public participation, tuende tuulize watu wangetaka kuwekwa nini na nini. Na kati ya hizo vitu ni zile nasema county government iweke free counseling sessions, na pia tukue na social places that are friendly to the youths and also to the women. For example, unakuta kijana badala akae nyumbani akiwa peke yake na hiyo mawazo mingi, akute mahali kuna wifi, kuna nini, anaweza interact na watu wengine. So sisi tuko kwa hiyo stage, na next week tutaiweka kwa bunge na tutaipitisha. Punguza huo msongo wa mawazo. Ipunguza. Tutakuwa tunajadili mada hiyo kwa kina siku za usoni. Asanteni sana kwa muda wenu. Mtazamaji, hapa nimekuwa na Mugambi Gatati. Huyu ni mtetezi dhidi ya dhulma za jinsia, hususan kutoka kaunti ya Laikipia, ni mwakilishi wadi maeneo ya Salama County. Bila shaka changamoto ni kwenu, jitokezeni ili kukabiliana na swala hili, hususan tunapoadhimisha siku hizi 16 dhidi ya dhulma za jinsia kuanzia leo hadi tarehe 10 mwezi Disemba. Vile vile nimekuwa na mgeni hapa, tumemuita Martha. Asante sana. Na bila shaka kisa chake mtazamaji ni kwamba kukeketwa sio mwisho wa maisha. Kuna upasuaji maalum, iwapo umepitia mila hiyo unaweza ukafanywa na unaweza ukarekebishwa ujihisi kama mwanamke mwingine yote yule. Asanteni sana, asante sana mtazamaji kwa muda wako. Naitwa Cecilia Wakesho Mathuva. Mwendo wa saa 5 ni kipindi cha michezo, lakini vile vile kidogo tutakuwa tunakuonjesha yanayoendelea katika bunge pale ambapo Cherera 4 wako pale. Huo mdahalo unaendelea mbele ya ile kamati kuhusiana na masuala ya haki. Kwa sasa, kwaheri.